Mimi nafikiri baba, ungeingia ndani ukamuone mwenzio, ujilizishe na yeye akuone, alizike, kifupi mliziane. Au unasemaje mzee mwenzangu? Sawa sawa, wala hujakosea. Baba, nenda ndani. Jembe langu hilo. Pambe. Nimesema habari. Sawa. Sijui wewe. Naitwa Matola. Na ndo mwanaume ambaye natarajia kukuoa. Nimekuja hapa ili tuweze kuonana. Lakini pia kuna maswali nataka nikuulize. Uko tayari kuolewa na mimi? Ndiyo, nimekubali. Na unaweza kuvumilia matatizo yangu na kutunza siri za ndoa kutokuzitoa nje? Ndiyo. Kama mwanamke niliyofunzwa nikafunzika, nitaweza kufanya hivyo. Anyway, natumai itakuwa hivyo. Nilikuwa na ndoto na wewe ndani, mikono yangu mitupu, moyo wa dhahabu. Mbona kimbia? Shida nini? Nimkimbia mama hapo. Kanitolea mavyombo nioshe, nikaona siwezi kuosha vyombo mpaka nikutane na mpenzi wangu. Kweli? Ndio maana nakupenda ujue. Au nishinde mimi. Mimi nakupenda leo, kesho nitakupenda na kesho kutwa. Sitaka nikuache mpaka pale nafsi yangu itakapotengana na mwili. Siku moja tutakuwa sote, hata kama leo ni ngumu pote. Nitaamka, nitapambana hadi tufike mahali panafaa. Siku moja tutakuwa sote, hata kama leo ni ngumu pote. Nitaamka, nitapambana hadi tufike mahali panafaa. Wakiuliza, mbona hujafungua ofisi mpaka muda huu alafu unakunywa mapombe? Usitaki uniambie unajistress kwa ajili ya yule mwanamke. Acha hizo babu, wanawake wapo wengi sana. Cha muhimu tufanye kazi upate hela, watakuja ni wazuri zaidi yake. Sijisikii kufanya kazi leo. Wewe endelea tu. Moyo wangu kavunjika, tajirika kitu nataka tuongee. Na hicho kitu chenyewe kinamhusu tajiri Matola. Ni kitu gani hicho mwanangu? Unajua mama, alipokuja kunisalimia kule ndani, yaani kuna jinsi alikuwa anaongea, alikuwa laini, yaani nashindwa nikutafsirieje. Yaani mimi nahisi kama kuna vitu haviko sawa. Hapo tu mwanangu ulipofikia tayari nishakuelewa. Unajua kwa sababu gani? Watu kama wale ndivyo walivyo. Yaani mtu yote mwenye hela, yaani lazima akiongea, yaani maneno yake, mwili wake lazima nyumburuke. Si umenielewa? Basi unataka akija pale unataka ongea kukazie sura kama anakunywa kuka au anakunywa smart. Yule anakunywa vitu laini. Kwa lazima maneno yake na yeye yawe laini na mwili wake uwe laini. Si umenielewa mwanangu?
Kwa hiyo usimfikirie, usimchukulie kwamba eti analinga, sio usimchukulie kwamba sio anajidai, hamna. Yaani watu kama wale ndivyo walivyo. Yaani ndio itikadi zao zipo vile. Miaka ya nyuma, miaka ya 70 hiyo. Sisi wezo tulikuwa tunawaitaga manyangema. Nyinyi ndio miaka hii mnawaita masharobalo. Si umenielewa mwanangu? Kwa hiyo sasa wewe usimchukulie analinga, usimchukulie anajidai. Alafu sasa mwanangu usimalize maneno. Utakuja kushangaa siku 2-3 ukija kuolewa mara mama mimi mwezi wa mkweo tena ndo hivyo kila kati anataka mimi nachoka sitaki. Mama, ndo nakwambia. Sababu itafikia tu na mwenyewe utafikia utakuwa kama yeye, utakuwa unalinga, unanata kwa sababu una hela.